hiki kilikuwa kiui sana. Walipoviangalia kaona vina utofauti, kwa hiyo wakakiita hiki cha kwanza huku ni type 1 au grade 1. Hiki kingine kaitwa type. Lakini mwaka juzi 23 tumegundua kingine kilisambaa nje ya Afrika. Marekani alikisikia, Mfaransa alikisikia, Mjerumani alikisikia na baadhi nyingine. Walipokiangalia vizuri wakaona kama kinafanana cha pili, ila kina utofautiana. Kwa hiyo kile cha pili wamekigawa mara mbili. Kuna 2A na 2B. Wengine wameita number 3. Sasa la msingi kwenu, ilikuwa ni maelezo ya historia ujue wapi kimetoka na nini. Ni nzuri zaidi ili simekaa vizuri. Sasa dalili za Mpox, hilo ndio la msingi sana kugundua mapema. Inawezekana na M. Na ni kwa nini unapaswa kugundua mapema? Maana hatuna tiba. Hatuna mpaka sasa hatujapata tiba. Na chanjo yake hatuna, ila kule Kongo tunapeleka chanjo ya smallpox. Maana hawa wadudu wote wanatoka kwenye kundi moja. Wote ni pox viruses. Wanasababisha mapele. Kwa wanatoka kwenye kundi, hata chanjo ya huyu kwa huyu inafanya. Ila smallpox ilikuwa tumeachana nayo ulimwenguni mwaka wa 70 nafikiri 80. Tulimalizana na habari za small. Shirika la Afya la Dunia likatangaza ulimwengu hauna tena small. Hiyo tema huyu sasa bado anaendelea. Kwa hata alipomgundua kwa mwanadamu alihisi ni smallpox. Na kwenye chanjo anarespondi kwenye chanjo za smallpox. Ndio hivyo. Dalili zake ni nini? Dalili za smallpox, ya kwanza ni homa. Na homa yenyewe ni kali. Ningekuwa darasani ningeeleza kwa nini inakuwa kali, lakini hapa elewa ni homa kali. Sawa? La pili, kichwa kuuma kali. Na kichwa chake kinauma kama cha malaria, cha kupita. Sawa? Wanazuoni wanaita throbbing headache. Ya tatu ni misuli kuuma. Misuli inauma kwa sababu ya homa hiyo kali. 4 ni koo kuuma. Koo linauma. Hizo ndio dalili kubwa. Lakini sasa kingine kinaongezeka ni yale wanaita rashes. Na mapele yake yanaanza kama kiuvimbe, kinatengeneza uvimbe maji, baadaye yanapasuka, kunakuwa na kidonda ambacho kinaenda kukauka. Pox viruses wote wana shida hiyo. Hata smallpox haisababisha hiyo. Lakini sasa huyu anaenda mbele zaidi. Anasababisha mitoki inavimba. Sawa? Mitoki abasukuma kwa kama bambaru. Sawa? Na kama kuna smallpox, tofauti yao hawa ni huyu anakuwa na mabambaru kavimba. Wanazuoni mnaita lymphadenopathy au lymph node enlargement. Sawa? Kiswahili tunaita mitoki, si ndio? Inavimba, si ndio? Wasukuma mabambaru. Sasa ukiona mapele hayo rashes yameanza mwili mzima, sawa? Homa, kichwa kuuma, misuli kuuma na mabambaru, kimbia mapema kwenye kituo cha afya. Sawa? Hatuna dawa, lakini sio wote wanakufa. Kinachowaua ni kuishiwa maji na yale maumivu. Ukifika kituo cha afya, wanachokifanya ni kukupunguzia hayo maumivu na dalili hizo zingine. Halafu kama una bahati mwili utajitibu wenyewe. Sisi tumeelewana hapo. Mungu alivyotuumba kabla hajatuleta duniani alituandalia mazingira kujitibu kila kitu. Ndio akakuleta. Ukisoma uumbaji ulikuja mara ya mwisho kabisa, kila kitu kiko. Alafu mwanamke ndio akaja mwisho kabisa. Maana hakuumbiwa shida. Shida ni za kwako wewe. Sawa?
Kwa hiyo ukisikia ukiona hayo kimbia. Kwenye mpox nafikiri hayo ndio ya msingi sana. Kuna jingine mnataka muelewe? Hizo dalili hizo, sawa? Na muelewa hakuna dawa. Chanjo tulionayo ni ile iliyotumika kwa smallpox, ndio tunaitumia. Nafikiri Kongo wanayo sasa hivi, maana wameumia zaidi. Kirusi type 1 cha mpox kinaua zaidi kuliko type 2. Sawa? Type 3 yenyewe bado iko kwenye debate sana. Tumeelewa. Sasa wewe usihangaike kujua ni type 2 au ni type 1. Ukishaona zile dalili kimbia. Yale matibabu wanaokupa ya kupunguza kuishiwa maji, kupunguza maumivu, tunaita symptomatic management, ni ya muhimu sana kwako. Sawa? Kuna swali? Mwenye mic ungenipitishia mic kule. Aliye na swali? Kama hakuna swali tuzungumzie hypertension. Sawa? Kuna swali? Hakuna. Nao tuzungumzie shinikizo la damu la juu. Okay. Naomba mpeleke mic pale. Umesema kwamba unaposikia dalili ya kuumwa na kichwa na kujisikia mwili kuchoka, misuli inauma, ukimbia hospitali mapema ili wakakusaidie kukutibu. Je, unapokimbia hospitali wakati umesema kwamba hatuna dawa, watakusaidiaje kukusaidia ili upate nafuu? Swali zuri sana. Namna wadudu wanavyoua, wanavyokufanya uwe, wanavyokufanya ufe, ziko nyingi. Sawa? Namna ambavyo wadudu wanaweza kufanya, how the pathogen can damage your body and kill you, ziko njia nyingi sana. Sawa? Lakini njia mojawapo inakumaliza ni kuharibu mpangilio wa mwili wako, physiology ya mwili wako. Tumeelewana? Yaani mwili wako una damu inazunguka kwa mpangilio wake, si ndio? Una joto lilio 30 ngapi mnasema? 37. Hilo ndio joto la mwili. Na kwa nini Mungu aliliweka 37? Wewe you are a nani nitafutie swali, biological compound. Unakiona hiki kiti? Hiki kimetengenezwa na kemikali, sawa? Ila hakina uhai. Sawa? Wewe pia umetengenezwa na kemikali, ili una uhai. Mungu alikuongezea uhai, ili una kemikali. Kemikali hizo zinaendeshwa kwa mpangilio maalum. Mwilini kwako kuna vitu vinaitwa protein, tusemeje protein zile? Vimelea protein vinavyouendesha mwili wako. Vile vinahitaji joto la 37. Nikilipandisha kwenda 50, zile protein zinakufa na wewe unaishi hapo hapo. Sio, umenielewa? Wakina mama ananielewa vizuri sana. Kakija katoto hospitali kamechemka, wanaanza kukimbia kadikro, kape panado. Wengine hawaelewi kwa nini wanakapa panado, lakini panado inashusha ile joto. Kushusha joto ni kulinda zile protein na enzymes zako vimeng'enya mwilini kwako visifeli. Maana zile enzymes zikifeli hapo tu kidogo hapo kwisha habari yako. Sawa? Sasa unapokwenda hospitalini, wanacho manage hilo joto walirudishe kawaida. Kama una maji yamepunguka, wakuongezee maji. Sawa? Kama utahitaji chakula kwa njia ya msuli wakupe, kwa sababu koo linauma huwezi. Then mwili wako wenyewe kupitia mfumo wa kinga Mungu ambao amekupa utavizoofisha. Sawa? Lakini kingine ambacho Mungu alitusaidia, virusi vingi havidumu, havikai muda mrefu, hasa hivi virusi ambavyo ni hatari sana. Sawa? Baada ya muda vinaishiwa nguvu wenyewe na mwili unajitibu. Kwa hiyo kukufanya uhai hospitalini ni kukusaidia
tusaidie hizo dalili wazirudishe kwenye hali ya kawaida. Umenielewa vizuri? Ni swali moja zuri sana. Zuri? Muelewe. Maana za akasema hakuna dawa, naenda kufanya nini? No. Sawa? Kimbia. Ila kichwa kikuuma, sio kile kikuuma, kuchoka na mapele yameanza. Kimbia.